Shalom, shalom mtu wa Mungu unayenisikiliza, na kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na napenda kukukaribisha tena kwenye maombi yetu ya siku ya leo. Mtu wa Mungu, bado tupo kwenye mwezi wa kurudishwa kwenye nafasi zetu za baraka. Kwa hiyo tegemea sana kuona ndani ya mwezi huu unarudishwa kwenye nafasi yako ya baraka kwa jina la Yesu Kristo. Yeyote ambaye hayupo kwenye nafasi yake ya baraka, baada ya maombi haya usiku wa leo unarudishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaomba tuombe ili tuweze kuendelea mbele. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu, ninasema asante kwa ajili ya uaminifu wako. Ninasema asante kwa ajili ya siku nyingine tena ambayo umetupa. Ninasema asante kwa ajili ya muda huu wa maombi. Mungu, ninakuja mbele zako na kila mtu anayesikiliza maombi haya. Baba, ninaomba ukatusaidie. Baba, ninaomba ukatufundishe neno lako kwa jina la Yesu Kristo. Zaidi ya yote ukaseme na maisha yetu, ukaseme na mambo yetu, ukatufundishe neno lako, neno la wakati litakalo tusaidia kututoa kwenye maangamizi na vifungo vya nguvu za giza katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen, amen, mtu wa Mungu. Usiku wa leo tunasimama na kichwa cha somo ambacho kinasema maombi ya kukemea kila vifungo vya kifamilia vinavyokuzuia usirudishwe kwenye nafasi yako ya baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kichwa chetu cha somo la usiku wa leo kinasema maombi ya kukemea kila vifungo vya kifamilia vinavyokuzuia usirudishwe kwenye nafasi yako ya baraka. Mtu wa Mungu, nimetoka kukuambia ya kwamba tupo kwenye mwezi wa kurudishwa kwenye nafasi zetu za baraka. Na ndani ya mwezi huu, mtu wa Mungu, tunasimamia mistari mikuu miwili. Mstari wa kwanza unatoka kwenye Zaburi 18:19. Neno la Mungu linasema hivi: akanitoa, akanipeleka panapo nafasi, aliniponya kwa kuwa alipendezwa nami. Kwa hiyo mtu wa Mungu, Mungu ndiye anakutoa wewe mahali ulipo na anakupeleka panapo nafasi yako. Lakini zaidi ya yote, Mungu atakuponya kwa kuwa anakupenda. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wetu wa pili unatoka kwenye Zaburi 18:36. Neno la Mungu linasema hivi: umezifanyizia nafasi hatua zangu, na miguu yangu haikutelezwa. Kwa hiyo mtu wa Mungu, usiku wa leo Mungu anaifanyizia nafasi miguu yako. Mungu atakusimamisha mahali pako, na miguu yako haitaondoshwa kwa jina la Yesu. Wala utelezi wa kipepo hautaifikia miguu yako. Bwana Yesu asifiwe. Mara zote, mtu wa Mungu, nimekuwa nikikumbusha maandiko haya ili ukumbuke na uweke maneno haya kwenye moyo wako, ya kwamba Mungu huwa analiangalia neno lake ili apate kulitimiza. Na ndani ya mwezi huu Mungu ataenda kutimiza neno lake hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nilikwambia ya kwamba usiku wa leo tunafanya maombi mahali hapa. Na maombi haya tunakemea kila vifungo vya kifamilia vinavyokuzuia wewe usirudishwe kwenye nafasi yako ya baraka. Mtu wa Mungu, tunapozungumzia vifungo tunamaanisha nini? Tunamaanisha ni mabalaa au mikosi inayotokea na kujirudia ndani ya familia.
Bwana Yesu asifiwe. Na usiku wa leo Mungu anataka kuisaidia familia yako. Mungu anataka kuisaidia familia. Bwana Yesu asifiwe. Tunapozungumzia familia, mtu wa Mungu, tunazungumzia baba, mama, watoto, mali, mifugo. Vitu vyote ambavyo viko ndani ya himaya yako, viko ndani ya mji wako, viko ndani ya ukoo wako. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, tunapozungumzia vifungo vya kifamilia, tunazungumzia ni vizuizi au vikwazo vya kiroho na kimwili mtu anavikuta kwenye mazingira yake na vinamtesa kizazi hadi kizazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu unayenisikiliza. Ngoja nikupe mfano mmoja ili uweze kunielewa. Mungu alipomuumba mwanadamu kwenye bustani ya Eden, aliwaweka kwenye nafasi yao ya baraka. Alimweka mwanamume na mwanamke. Mtu wa Mungu, ile ilikuwa familia. Bwana Yesu asifiwe. Na ile familia, mtu wa Mungu, ilikosea. Shetani alifanikiwa kuiribuni na wakatolewa kwenye nafasi yao ya baraka. Lakini wakati wanatolewa, mtu wa Mungu, ile familia ililaaniwa. Bwana Yesu asifiwe. Iliingia kwenye vifungo. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke aliambiwa atazaa kwa uchungu. Mwanaume aliambiwa atatafuta kwa jasho na miba itamchoma. Mtu wa Mungu, ukiangalia yale maneno yalikuwa ni vifungo vya kifamilia. Kwa hiyo hii familia, mtu wa Mungu, ilipoenda kuanza maisha, ilipopata uzao, ilipozaa watoto wakakutana na vile vifungo kwenye familia yao. Bwana Yesu asifiwe. Wakakutana na kuzaa kwa uchungu, wakakutana na kutafuta kwa jasho, wakakutana na kuchomwa kwa miba. Bwana Yesu asifiwe. Vile vifungo, mtu wa Mungu, viliwapata watoto ambao hawakufanya dhambi, ambao hawakukosea, ambao hawakusababisha wazazi wao watolewe kwenye nafasi. Lakini unaona maneno yaliyotamkiwa ile familia yanaathiri. Bwana Yesu asifiwe. Kizazi baada ya kizazi. Wote wanapozaliwa wanakutana na ugumu wa maisha. Wote wanapozaliwa wanakutana na maumivu kwenye familia. Kwa hiyo wanatafuta kutoka, wanatafuta mlango. Hawaelewi kwa nini familia yao inapita kwenye zile changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Inapita kwenye ile misukosuko. Usiku wa leo Mungu anataka kuikomboa familia. Mtu wa Mungu, familia yako itakapokombolewa, maana yake na wewe umekombolewa. Uzao wa tumbo lako limekombolewa. Wajukuu na vitukuu watakuwa wamekombolewa. Kwa sababu wewe unayenisikiliza usiku wa leo, umekutana na vifungo vya kwenye familia ambavyo haujui vimetoka wapi. Lakini unamuona baba anapitia hiyo changamoto au hayo mateso. Unamuona mama anapitia hayo mateso. Unamuona kaka, unamuona dada, unamuona shangazi, unaona familia yenu. Bwana Yesu asifiwe. Na mnatafuta mlango wa kutokea, amuoni. Lakini usiku wa leo Mungu anasema kuna vifungo vya kifamilia. Bwana Yesu asifiwe. Nimekwambia ni mabalaa, mtu wa Mungu. Nimekwambia ni mikosi, mtu wa Mungu. Na inajirudia. Kwa hiyo ukiangalia familia yako, ukiona matatizo yanayojirudia, hivyo ni vifungo vya kifamilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaomba tuendelee mbele kidogo. Dada Krista, naomba nisomee Mwanzo 12 mstari wa 1 mpaka wa 3. Mwanzo 12 mstari wa 1 mpaka wa 3. Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka.
nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani. Na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, unaona Mungu anataka kumbariki Abrahamu. Anataka kumweka Abrahamu kwenye nafasi yake ya baraka. Lakini anarudi anaiongelea familia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dada Krista, nisomee Mwanzo 12 mstari wa 1, Biblia habari njema. Mwanzo 12 mstari wa 1, Biblia habari njema. Basi Mwenyezi Mungu akamwambia Abrahamu, ondoka katika nchi yako, hacha jamaa yako na nyumba ya baba yako, uende katika nchi nitakayokuonyesha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anataka kumbariki Abrahamu, mtu wa Mungu. Anataka kumweka kwenye nafasi yake ya baraka. Lakini kuna kitu kwenye familia ya Abrahamu. Mungu anapomwangalia anaona hawezi kumbariki akiwa pale. Anamwambia, toka wewe kwenye familia yako, kwa jamaa zako, ili nikakubariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma mstari wa 2 anasema hivi, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo unaangalia kuna mahusiano gani ya Mungu kutaka kumbariki Abrahamu na kumwambia atoke kwenye familia yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ukiangalia mtu wa Mungu, kuna kifungo cha familia kinachomzuia Abrahamu kubarikiwa, kinachomzuia kuwa taifa kubwa, kinachomzuia jina lake kukua. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja tuendelee mbele, mtu wa Mungu, utanielewa. Dada Krista, nisomee Joshua 24 mstari wa 1 mpaka wa 4. Joshua 24 mstari wa 1 mpaka wa 4. Yoshua akawakusanya kabila zote za Israeli huko Shekemu. Akawaita wazee wa Israeli na wakuu wao na waamuzi wao na maakida wao, nao wakahudhuria mbele za Mungu. Yoshua akawaambia watu wote, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, baba zenu hapo zamani walikaa ng'ambo ya mto, maana Tera baba yake Ibrahimu naye ni baba yake Nahori, wakaitumikia miungu mingine. Nami nikamtwaa Ibrahimu baba yenu toka ng'ambo ya mto, nikamuongoza katika nchi yote ya Kanaani, nikaongeza uzao wake, nikampa Isaka. Kisha nikampa huyo Isaka Yakobo na Esau, nami nikampa Esau mlima Seiri au miliki. Yakobo na watoto wake wakashuka Misri. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu unayenisikiliza. Amen. Ukisoma ili andiko, unamwona Joshua amekusanya kabila zote za Israeli. Manake Joshua amekusanya familia yake, amekusanya jamaa zake, amekusanya na ndugu zake. Joshua kuna jambo anawaambia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anawaambia hivi, akawaita wazee wa Israeli na wakuu wao na waamuzi wao na maakida wao, nao wakahudhuria mbele za Bwana. Kwa hiyo Joshua kuna jambo alikuwa anataka kusema nao. Ukisoma mstari wa 2 anasema hivi, Joshua akawaambia watu wote, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, baba zenu hapo zamani walikaa ng'ambo ya mto, maana Tera baba yake Ibrahimu, Bwana Yesu asifiwe, Amen, na Noari walitumikia miungu mingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo unaona Mungu alipokuwa anataka kumbariki Ibrahimu, alimtoa kwenye familia yake akampeleka mahali pengine. Na alipompeleka pale mahali, unaona Ibrahimu anaanza kubarikiwa. Anabarikiwa kwa uzao, anakuzwa jina lake, na anatanuliwa mipaka yake. Sasa Joshua anatuonyesha sababu iliyomfanya Mungu akamtoa Ibrahimu ni kwa sababu baba yake Ibrahimu aliyemzaa Ibrahimu alikuwa anatumikia miungu mingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo miungu mingine kwenye familia ya Ibrahimu ilikuwa inapinga
Ibrahimu kufanikiwa. Ilikuwa inapinga Ibrahimu kuongezeka. Ilikuwa inapinga Ibrahimu kukaa mahali pake pa baraka. Sasa ili Mungu amsaidie, ilikuwa ni lazima avunje vizuizi vya kifamilia. Avunje vifungo vya kifamilia ili Ibrahimu abarikiwe. Nimekwambia mtu wa Mungu, usiku wa leo Mungu anavunja vifungo vya kifamilia yenu ili ukae mahali pako pa baraka. Amen. Ibrahimu angebaki mahali ambapo familia yake ipo, asingebarikiwa. Kwa hiyo Yoshua anatueleza na anawaelezea hawa watu, ili mfanikiwe ni lazima ukae mahali pa baraka, mahali ambapo Mungu ataweza kukusaidia. Kwa nini Mungu akuweza kumsaidia Ibrahimu mahali alipokuwa? Ni kwa sababu kulikuwa na miungu mingine, kulikuwa na maagano mengine, kulikuwa na makubaliano mengine. Mstari wa 3, dada Krista nisomee. Nami nikamtoa Ibrahimu baba yenu toka ng'ambo ya mto. Nikamuongoza katika nchi yote ya Kanaani. Nikaongeza uzao wake, nikampa Isaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo Mungu anasema na Joshua awaambie wale watu, na Mungu anasema hivi, nami nikamtoa Ibrahimu baba yenu toka ng'ambo ya mto. Nikamuongoza katika nchi yote ya Kanaani. Mtu wa Mungu, nimekwambia hivi, Mungu ndiye anakutoa wewe, anakuweka panapo nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unamuona Mungu anaenda, anamtoa Ibrahimu, anampeleka panapo nafasi. Nafasi ambayo Ibrahimu ataongezeka. Na kwenye ile nafasi ya baraka aliyoenda, unamuona Ibrahimu anapewa uzao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mahali ambapo Ibrahimu alikuwa mwanzoni, unaona kulikuwa na miungu mingine. Kulikuwa na miungu ya kifamilia. Tera baba yao kuna vitu alikubaliana navyo, ambavyo Mungu akiviangalia anaona Ibrahimu hawezi kufanikiwa hapa. Hapa kuna miungu ya kifamilia. Hapa kuna madhabahu ya kifamilia inayopinga Ibrahimu kuongezeka. Inayopinga Ibrahimu kuwa na uzao. Inayopinga Ibrahimu kustawi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, nimetoka kukuonyesha, nimekwambia hivi, vifungo vya kifamilia vinasababisha usifanikiwe kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo unamuona Mungu anapotaka kumbariki Ibrahimu, anapotaka kumweka Ibrahimu kwenye nafasi yake ya baraka, anarudi kwenye familia yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anamtoa mahali ambapo Ibrahimu yupo. Kwa sababu mtu wa Mungu, ukiangalia familia ya Ibrahimu, baba yake na Ibrahimu aliweka miungu mingine. Alitengeneza madhabahu kwa miungu mwingine. Maana yake alimkataa Mungu wetu aliye hai. Alimkataa kumwamini Mungu huyu ambaye tunamwamini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo unamuona Mungu hawezi kumbariki Ibrahimu mahali ambapo kuna miungu mingine. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ili Mungu akusaidie wewe kwenye familia yako, ili Mungu akuhudumie mahali ulipo, ni lazima ahakikishe vifungo vya kifamilia havipo. Lazima ahakikishe madhabahu za kishetani, madhabahu za kichawi na kiganga kwenye familia yenu havipo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngoja nikwambie jambo jingine, mtu wa Mungu. Unaona mtu wa Mungu, kwenye bustani ya Edeni, Mungu ili amsaidie Adamu na Eva aliwapa maelekezo. Siku nyoka alipoingia tu, Mungu alitoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walitolewa kwenye nafasi. Kwa sababu mahali panapotengenezwa sauti nyingine, Mungu akai. Mahali ambapo nyoka aliweka sauti yake, Mungu alitoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ili Mungu aweze kukusaidia mahali ulipo, ni lazima vifungo vyote vya kifamilia visiwepo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni lazima madhabahu ya kifamilia isiwepo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo unamuona Joshua anawaelezea ya kwamba Mungu alimtoa Ibrahimu akaenda kumfanikisha sehemu nyingine, kwa sababu babu yenu
Mzee Tera alikuwa anaabudu miungu mingine. Mungu alikuwa anaonyesha nini? Achangamani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kukiwa na madhabahu za kinyumbani, kukiwa na madhabahu za kuabudu miungu mingine, Mungu akai. Na sio tu Mungu akai, akuweki wewe mtu wake uenee mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ngoja tuendelee mbele, mtu wa Mungu, utanielewa. Dada Kristen, naomba nisomee Mwanzo 11 mstari wa 29 mpaka wa 30. Mwanzo 11 mstari wa 29 na wa 30. Abrahamu na Nahori wakajitwalia wake. Jina la mkewe Abrahamu aliitwa Sarai, na jina la mkewe Nahori aliitwa Milka, binti Harani, ambaye alikuwa baba wa Milka na wa Iska. Na Sarai alikuwa tasa, hakuwa na mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, ukiangalia hili andiko, unamwona Abraham anaoa mke anaitwa Sarai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma mstari wa 30, neno la Mungu linasema hivi, na Sarai alikuwa tasa, hakuwa na mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa dada Krista, nisomee Mwanzo 25:21 nikuonyeshe kitu. Mwanzo 25:21. Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mke wake, maana alikuwa tasa. Naye Bwana akamuitikia, na Rebeka mkewe akachukua mimba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiangalia mtu wa Mungu hapa juu, nimekwambia Abrahamu alipomuoa Sarai, Sarai alikuwa tasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walimuomba Bwana muda mrefu, Mungu ndio akawasaidia wakapata mtoto anaitwa Isaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, unamuona Isaka naye anamuoa mke anaitwa Rebeka. Rebeka naye alikuwa tasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ngoja nikuonyeshe kitu kingine. Dada Krista, nisomee Mwanzo hiyo 29:31. Mwanzo 29:31. Bwana akaona ya kwamba Lea akupendwa, naye akafungua tumbo lake, bali Raheli alikuwa hazai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, ukiangalia hili andiko, unamuona na mke wa Yakobo, Raheli, naye alikuwa hazai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ukiangalia mke wake wa kwanza, Lea, Bwana alifungua tumbo lake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa mtu wa Mungu, hebu tuwaze mimi na wewe. Hao walikuwa wake wawili wa Yakobo. Mmoja Bwana aliacha tumbo lake amelifungua, mwingine Bwana akulifungua tumbo lake. Kulikuwa na tatizo gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiangalia juu, unamuona Sara alikuwa tasa. Unamuona baada ya Sara, Isaka naye anaoa mke naye tasa. Unaona tena mtoto wa Isaka na Rebeka, Yakobo naye anaoa mke alikuwa ni tasa. Mtu wa Mungu, ukiangalia hii ni familia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii ni damu moja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utasa ulitoka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nani alipitisha utasa kwenye familia yao? Tuliposoma juu, unaona ya kwamba baba yake na Ibrahimu, Mzee Tera, alikuwa anaabudu miungu mingine kwenye mto. Ili Mungu ambariki Ibrahimu, ampe na uzao, ilikuwa ni lazima amtoe, Bwana Yesu asifiwe, Amen, upande wa baba yake kwenye ile ardhi, amuweke sehemu nyingine ambariki. Lakini unamuona japo Ibrahimu alitoka, unaona mkewe alikuwa tasa. Unaona mtoto naye anaoa mke alikuwa tasa. Unamuona naye mjukuu anaoa mke alikuwa tasa. Iki kifungo kimepita wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni nani aliyewafunga tumbo? Lakini ukisoma kwenye hii Mwanzo 29:31, neno la Mungu linatuweka wazi. Neno la Mungu linasema hivi, Bwana akaona ya kwamba Lea hakupendwa, naye akafungua tumbo lake. Kwa hiyo unaona anayehusika kwenye tumbo kufungwa alikuwa ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama Mungu aliweza kufungua tumbo la Lea, kwa nini ya kufungua tumbo la Raheli? Kulikuwa na maneno gani kwenye madhabahu ya Mzee Tera kwa habari ya wanawake? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa habari ya wake ambao wataolewa na mtoto wake na wajukuu zake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana mtu wa Mungu,
tukiangalia, Mungu ukimkataa kwenye familia, Mungu akai. Huo ni utaratibu wa Mungu. Ndio maana Mungu anasema anawapenda wanipendao, na wanitafutao kwa bidii wataniona. Ndio maana unamuona Ibrahimu anaomba kwa bidii. Mungu ndio anamsaidia Ibrahimu. Anafungua tumbo la Sarai. Sarai naye anapata mtoto, anaitwa Isaka. Unamuona mke wa Isaka naye amefungwa tumbo. Isaka anaanza kuomba kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unaona kile kifungo akikukatika. Kilianzia wapi? Kwenye madhabahu, kwa mzee Tera. Kwa hiyo Mungu alijua nikimwacha Ibrahimu kwa baba yake, Ibrahimu hawezi kufanikiwa. Ibrahimu hawezi kuongezeka. Jina la Ibrahimu aliwezi kukua. Mtu wa Mungu, tujiulize, kuna uhusiano gani kati ya Mungu kumbariki Ibrahimu na kumtoa nyumbani? Bwana Yesu asifiwe. Maana yake kuna vifungo vya kifamilia ambavyo umefungwa, mtu wa Mungu, vinakataa wewe kuongezeka. Vinakataa wewe kubarikiwa. Vinakataa wewe kuwa na uzao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye familia zetu leo, mtu wa Mungu, watu tunakaa kwenye familia, unaviona ni vifungo. Unakutana na vifungo. Nimekwambia mtu wa Mungu, kifungo akiwezi kuwa kifungo kama akijirudi. Ukiona tatizo liko kwako tu, kwenye familia alipo, hicho sio kifungo. Ndio maana hichi kifungo tunakiita kifungo kwa Ibrahimu, kwa sababu unakiona kwa mke wa Ibrahimu. Unakiona kwa mke wa Isaka. Unakiona kwa mke wa Yakobo. Usiku wa leo, kwa jina la Yesu Kristo, tutaenda kuvunja na kukemea kila madhabahu za kipepo, madhabahu za kichawi zilizo kwenye familia yetu, ambazo zimetushikilia. Bwana Yesu asifiwe. Ambazo zinatushitaki. Ngoja nikwambie kitu, mtu wa Mungu. Ibrahimu aliondoka kwenye ardhi ya baba yake. Ibrahimu aliondoka, Mungu akambariki, lakini nani aliendelea kumshtaki? Wake zao wakafungwa tumbo. Mtu wa Mungu, inawezekana unaomba, unanena kwa lugha, umeokoka, lakini addiction ya bangi, addiction ya sigara, addiction ya pombe. Wewe unakunywa pombe hadi unazimia. Mjomba wako anakunywa pombe, anaanguka kwenye mitaro. Baba yako anakunywa pombe hadi ndoa na mamako ilivunjika. Unamuona kakako anakunywa pombe hadi akai na shemeji vizuri. Nani amewalaani? Nani amewafunga? Bwana Yesu asifiwe. Madhabahu za nyumbani kwenu, madhabahu za kijijini kwenu zimenenewa nini? Kiasi cha kwamba Mungu akiangalia anakufunga. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema Mungu akamfungua Lea, akamfunga Raheli. Kwa hiyo unaangalia mateso unayoyapata, Mungu anaangalia, anaona mmeandikiwa mfungwe. Mmeandikiwa, nyinyi ni familia ya madhabahu ya watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Unamuona Adamu kwenye bustani ya Edeni anakubaliana na nyoka kwa habari ya mauti. Mungu akija anawafukuza. Anawaambia tokeni. Kwa nini? Wameandikiwa mauti. Madhabahu walioikaribisha kwenye familia yao inawaambia nini? Mauti. Wafe. Wazae kwa uchungu. Wachomwe na miba. Wapate tabu. Mtu wa Mungu, vifungo, changamoto za kwenye familia zenu zimepita wapi? Bwana Yesu asifiwe. Usiku wa leo Mungu anataka kukusaidia. Mungu anataka kukuokoa, lakini anasema kwanza tuangushe vifungo vya kwenye familia. Kwanza tuondoe vifungo vya kwenye familia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Ngoja nikuonyeshe andiko moja, mtu wa Mungu, utanielewa. Dada Krista, naomba nisomee Wafalme wa pili sura ya 17 mstari wa 17 hadi wa 18. Wafalme wa pili sura ya 17 mstari wa 17 hadi wa 18. Wakawapitisha watoto wao waume na wake motoni, wakapiga ramli, wakafanya uchawi, wakajiuza nafsi zao wapate kufanya yaliyo maovu machoni pa Bwana, hata kumkasirisha. Kwa hiyo Bwana akawaghadhibikia Israeli sana, akawahamisha mbali na uso wake, wala hapana aliyesalia ila kabila ya Yuda peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, ukisoma hili andiko
unaona vifungo vya kifamilia vinavyofanya kazi. Neno la Mungu linasema hivi, wakawapitisha watoto wao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waume na wake motoni, wakapiga ramli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakafanya uchawi, wakajiuza nafsi zao wapate kufanya yaliyo maovu. Kwa hiyo unaona vifungo vya kifamilia vinakupata kwa sababu gani? Mlikabidhiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwenye madhabahu za kichawi na kiganga za kifamilia. Kwa nini mlikabidhiwa? Ili mfanye maovu machoni pa Bwana. Ndio maana mtu wa Mungu wengi waliotengeneza madhabahu za kifamilia, madhabahu za kipepo kwenye nyumba zao, unaona maovu. Unaona hiyo familia lazima wanahangaika na kazi. Lazima utaona hiyo familia lazima uchumi utakuwa mgumu. Lazima utaona lazima hiyo familia itakuwa tasa, kupata uzao ni kazi. Au utaona kifungo, watoto wote wanazalia nyumbani, hakuna ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Au utaona hicho kifungo, watoto ni majambazi, hawataki kufanya kazi, wanataka kuiba. Bwana Yesu asifiwe. Wengine utaona hawataki shule. Utavikuta vifungo. Ndio maana Mungu anasema hivi, wakauza nafsi zao ili kufanya maovu. Kwa sababu yote hayo unayoangalia ni maovu mbele za Bwana. Mungu alikuandikia baraka, maana yake ubarikiwe. Ubarikiwe katika ardhi, ubarikiwe katika uzao, ubarikiwe katika mafanikio. Kinyume na hichi ni laana, na mbele za Mungu zinakuwa ni uovu. Ndio maana Mungu anapotaka kumbariki Ibrahimu, anaona madhabahu kwenye nyumba ya Tera. Madhabahu imemshikilia Ibrahimu asifanikiwe, anamtoa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapokuangalia kwenye familia yako, anaona waganga wa kienyeji, anaona moto unazungusha watoto, anaona vitovu mnapeleka kwenye makaburi, anaona zambi, anaona washerati, anaona pombe zinazomwaga kwenye makaburi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anapata hasira. Ukisoma huu mstari wa 18, kwa hiyo Bwana akawaghadhibikia Israeli sana, akawahamisha mbali na uso wake. Tunapata uhakika wapi? Kwa Lea na Raheli. Mungu anamfunga Raheli tumbo. Kwa nini? Mungu alimghadhibikia. Kwa sababu gani? Kuna madhabahu ambayo Mungu akubaliani nayo. Unamuona Adam na Eva wanalaaniwa, Mungu aliwaghadhibikia kwa sababu ya dhambi. Unaona haufunguliwi kwa sababu Mungu uso wake ameweka mbali na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa usiku wa leo, mtu wa Mungu, tunaenda kukemea, tunaenda kuvunja, tunaenda kukataa ya kwamba Mungu tunataka kufanikiwa kwenye familia yetu. Zamani kabla ya Agano Jipya, unamuona Mungu anambeba Ibrahimu, anamtoa kwenye familia yake ili akate kifungo cha Tera, ili akate kifungo. Bwana Yesu asifiwe. Yapo Mungu anakata kifungo, lakini unakiona kwa wake zao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo kwenye Agano Jipya ni agano lililo bora zaidi. Tunayo damu ya Yesu ambayo ililipa madeni, ilifuta hati ya mashtaka, ilivunja madhabahu za kichawi na kiganga. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii Mungu atutoi, anatuambia vunjeni kwa damu ya Yesu. Itakaseni, jiekeni wakfu. Damu hiyo inafanya kazi kwa yule atakayempokea Yesu na kufanya naye agano. Kama vile babu zetu, baba zetu, ndugu zetu walivyofanya maagano wakatuingiza na sisi. Kwa hiyo ili Mungu akutoe na wewe ufanye agano na Yesu, ukubali damu yake, uilete kwenye familia yenu, ukombolewe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, kama hautafuata utaratibu wa kiroho, hauwezi kutoka kwa kukimbia. Bwana Yesu asifiwe. Tunatoka kwa maombi. Ngoja nikuonyeshe andiko moja utanielewa. Dada Krista, naomba nisomee Ezekiel 22:30. Ezekiel 22:30. Nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayelitengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka, kwa ajili ya nchi nisije nikaiharibu, lakini sikuona mtu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kwenye hili andiko, unaona andiko linasema, Mungu anasema nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayelitengeneza boma. Boma maana yake ni familia. Boma maana yake ni mji wa nyumbani kwenu. Boma maana yake ni mtu wa kwenu. Mungu anasema natafuta mtu atakayesimama mahali palipobomoka. Natafuta mtu atakayevunja madhabahu za miungu mingine kwenye familia yao. Natafuta mtu atakaye
atakayesimama kwa uaminifu, Amen. ili ni rehemu, ili niingie, Amen. ili niweke baraka. Amen. Anasema sikuona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini Mungu akuona mtu? Sio kwamba watu hawapo, watu wapo, lakini kwenye maboma yao kuna madhabahu za kichawi. Kwenye maboma yao watoto wote wamezungushwa kwenye moto. Watoto wote wamepigiwa ramli. Watoto wote wamecheza manyanga. Watoto wote wametoa madhabahu kwa miungu mingine. Mungu anasema sikuona. Kwa hiyo wote nawafunga matumbo. Sikuona. Kwa hiyo wote hakuna kuolewa. Sikuona. Wote watakufa kwenye pombe. Sikuona. Wote watakufa kwenye anasa. Mungu anasema natafuta mtu atakayesimama mahali palipobomoka. Amen. Natafuta mtu atakayeomba mpaka hii familia itakapotoka kwenye umasikini. Amen. Natafuta mtu atakayeomba mpaka familia hii itaolewa na kuoa wote. Natafuta mtu atakayeomba mpaka usingo mother na usingo father utakapoharibika kwenye nyumba zao. Mungu anasema sikuona. Kwa sababu gani ya kuona? Laana inapita kwa watoto. Laana inapita kwa wajukuu. Laana inapita kwa vitukuu. Kila siku unakaa kwenye familia yako, unaangalia kifungo kile kile kimemfunga kaka. Kifungo kile kile kimemfunga dada. Kifungo kile kile kimefunga watoto wa kaka. Kifungo kile kile kimefunga watu wa nyumbani kwangu. Kwa nini kimefunga? Kwa sababu Mungu anatafuta mtu, anasema sikuona. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu. Kwa hiyo usiku wa leo tunarudi kwenye nafasi zetu. Amen. Tunajitia ufahamu, tunamwambia Mungu tumeona vifungo kwenye familia yetu. Tumeona hasara kwenye nyumba zetu. Tumeona uharibifu kwa sababu ya madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, wakati Adamu na Eva wanamuingiza nyoka kwenye bustani ya Eden, uzao wake haukuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati Sara na Abrahamu wanatoka kwenye vifungo vya madhabahu ya Tera, watoto wengine hawakuwepo. Lakini unaona vifungo vinawafuata. Mtu wa Mungu, vifungo ni minyororo. Unaona minyororo inakufunga. Kadri unavyokimbia wanakurudisha nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wamesema nini kwenye madhabahu ya familia yenu? Wamesema nini kwenye madhabahu ya nyumba yenu? Wamesema nini kwa habari ya uchumi? Wamesema nini kwa habari ya dhambi na mateso? Wamesema nini kwa habari ya ndoa hizo unazoziona kwenye ndoto? Wamesema nini kwa habari ya kumwaga damu na mauti? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, nimekwambia Mungu unapomkaribisha anakuokoa, anakusaidia. Na Mungu akatuletea Yesu ili kuvunja madhabahu za kifamilia. Amen. Ili kuvunja madhabahu za kichawi. Amen. Ili kuvunja madhabahu za kiganga. Amen. Ili atuokoe watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu nyosha mikono yako juu, mtu wa Mungu. Randa kabade. Mshukuru Mungu mahali ulipo. Bwana Yesu tunakushukuru. Asante kwa rehema zako. Asante kwa fadhili zako. Asante kwa somo hili Bwana. Tunakushukuru Mwokozi. Asante kwa kusema nasi. Asante kwa kusema nasi. Asante kwa kusema nasi Bwana. Shukuru mahali ulipo. Shukuru mahali ulipo. Shukuru mahali ulipo. Rakamanda kabade. Tunasema asante kwa ajili ya neno hili. Neno la wakati. Tunakutukuza. Nyanyua mikono yako, mtu wa Mungu, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, usiku wa leo ninakuja mbele zako kwa damu ya Yesu Kristo. Neno lako linasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili aje duniani afe msalabani na atuokoe na kila aminie asipotee. Unapoangalia neno hili unaiona familia. Mungu ukamtoa mwanao ili utuokoe sisi watoto wako. Usiku wa leo tunaliamini neno lako. Tunakuja mbele zako tunakupokea kwenye mioyo yetu. Tunakuamini, tunakukubali, tunaomba futa majina yetu kwenye kitabu cha hukumu, kwenye kitabu
kwenye kitabu cha makosa, cha makosa, kwenye kitabu cha miungu mingine, andika majina yetu, majina ya familia zetu, kwenye kitabu cha uzima wa milele. Usiku wa leo tunakupokea Bwana Yesu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, ndani ya mioyo yetu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Usiku wa leo tunaruhusu damu ya Yesu, ile agano imiminike kwenye familia zetu, imiminike kwenye familia zetu, katika jina la Yesu. Tunasogea mbele zako, tunaomba rehema, tunaomba na toba kwa ajili ya makosa, kwa ajili ya dhambi za kifamilia, kwa ajili ya makosa na kwa ajili ya uovu wa kifamilia, katika jina la Yesu. Nenda mbele za Mungu, omba mtu wa Mungu. Randa kabade, Baba tunakuja mbele zako, tunaomba damu ya Yesu ile iliyomwagika msalabani ikatufutie makosa yote, ikatulipie madeni yote, ikatuondoe kwenye kila maagano ya kipepo, ikatuondoe kwenye kila madhabahu za kifamilia zilizotushikilia. Tunaomba toba na rehema, tunaomba toba na rehema kwa ajili ya kila madhabahu za kifamilia ambazo zilikukataa wewe, Mungu wa kweli, wewe Mungu ambaye niko, wewe Mungu uliyekuweko tangu enzi, wewe Mungu uliyeumba mbingu na nchi, wewe Mungu uliyetuumba sisi. Tunaomba toba na rehema kwa kukukataa wewe Bwana, tunaomba toba na rehema kwa kukataa msaada wako, tunaomba toba na rehema kwa kukataa maneno yako, na kukataa maarifa yako, na kukataa msaada wako. Tunaomba toba na rehema kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Uturehemu kwa ajili ya madhabahu za kipepo tulizozipokea kwa kujua ama kwa kutokujua. Mungu uturehemu kwa damu ya Yesu, uturehemu kwa damu ya Yesu, uturehemu kwa damu ya Yesu, uturehemu na ututoe kwenye vifungo vya familia kama ulivyomtoa Ibrahimu kwenye ardhi ile waliokukataa. Na siye Bwana tunaomba ututoe kwenye vifungo vya familia, kwenye vifungo vya uovu, utuondoe kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Damu ile ya msalaba, damu ile ya msalaba itupayo ondoleo la dhambi, damu ile ya msalaba, damu ile ya msalaba, damu ile inenayo mema, itufutie makosa yote, itufutie makosa yote kwa damu ile, kwa damu ile, damu ile ya msalaba, kwa damu ile ya mwana kondoo, kwa damu ile ya Yesu Kristo. Itufutie kila madeni, itufutie kila makosa, ituondolee kila uovu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Uturehemu kwa damu ya Yesu, uturehemu kwa damu ya Yesu, uturehemu kila utasa, kila utasa, kila utasa ulioingia tulipokukataa wewe Bwana, tulipokukataa wewe Bwana, tulipokataa maarifa yako. Uturehemu, utusamehe, uturehemu kwa damu ile, damu ya Yesu, damu ya Yesu ambayo kwayo tulipewa ondoleo la dhambi, ambayo kwayo
ambayo tulinunuliwa kwa gharama, ambayo kwayo ilitununua ikatuingiza kwenye agano lako. Na siye Bwana, tunaachilia damu ya Yesu kwenye ardhi za familia zetu. Tunaachilia damu ile ya msalaba ambayo alipokwisha kuifuta ile hati ya mashtaka aligongelea msalabani. Na siye Bwana, tunaomba toba na rehema kwa damu ya Yesu Kristo. Sema Bwana Yesu, usiku wa leo ninakemea na kuvunja kila vifungo vya giza vya kifamilia. Ninakemea na kuvunja kila madhabahu za kifamilia, upande wa baba yangu na upande wa mama yangu. Ninavunja kwa jina la Yesu. Ninavunja kwa damu ya Yesu kila madhabahu za kifamilia, kila madhabahu za kipepo, kila madhabahu za kiganga, upande wa baba yangu, upande wa mama yangu, kila misongo, kila madhabahu, kila vichukuu, kila nyumba za ibada, za kichawi, za kiganga, kila laana za kifamilia, kila mikosi, kila mabalaa ya kifamilia. Ninavunja kwa jina la Yesu. Ninavunja kwa damu ya Yesu. Ninavunja kila madhabahu, kila maneno nilionenewa, walituzungusha kwenye moto, walikata vitovu vyetu, walikata nywele, walikata makucha, walikata na meno ya kwanza, walikata na utu wetu na damu zetu, wakatuweka kwenye madhabahu ya kifamilia, ikakuchukiza Mungu wetu. Na wewe Mungu ukaipiga familia yetu. Usiku wa leo tunasogea, tunavunja hizo madhabahu, tunavunja hizo madhabahu za kifamilia kwa jina la Yesu. Tunavunja kwa damu ya Yesu. Tunavunja upande wa baba yangu, ninavunja upande wa mama yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila addiction zilizotoka kwenye madhabahu za kifamilia, kila kukosa kazi, kila umasikini, kila utasa, kila roho ya maomba, roho ya kuchukia, roho ya kutokuokoka, kila madhabahu inayokufanya tuwe machozi, tuwe wajinga, tuwe vichaa, tukukatae Mungu, tunaziangusha usiku wa leo. Ninaangusha kila madhabahu za kichawi, kila madhabahu za nguvu za giza katika jina la Yesu. Mtu wa Mungu, vunja. Ninavunja kila madhabahu za kipepo, ninazivunja kwa damu ya Yesu. Ninazivunja kwa damu ya Yesu. Ninavunja kila madhabahu, ninazivunja kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila madhabahu zilizotushikilia, kila madhabahu zenye uhalali juu ya maisha yetu, juu ya familia hii, ninazivunja kwa damu ya Yesu. Ninazivunja kwa damu ya Yesu, kwa damu ile ya msalaba, ninanyunyiza damu ya Yesu. Ninaachilia damu ya Yesu kwenye madhabahu za familia, kwenye madhabahu za familia. Ninavunja kwa damu ya Yesu. Ninaangusha kila madhabahu za kipepo, kila madhabahu za kiganga kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaangusha kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninaangusha kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Ninaangusha kila madhabahu
kila madhabahu zinazotushikilia ninaangusha kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu ninawekwa huru, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu ninawekwa huru, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila magonjwa yaliyotoka kwenye madhabahu ninayarudisha, ninayarudisha, ninayarudisha. Kila utasa uliopita kwenye madhabahu za familia ninauondoa, ninaziangusha, ninaangusha katika jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, usiku wa leo nanyunyiza damu ya Yesu, damu ya Yesu kwenye familia yangu, kwenye familia yangu, nanyunyiza damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya agano kwenye familia yangu. Usiku wa leo ninatengeneza madhabahu ya Mungu wangu aliye hai, ninatengeneza madhabahu kwa damu ya Yesu, ile agano kwenye familia yangu katika jina la Yesu. Natengeneza madhabahu ya Mungu aliye hai kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninatengeneza madhabahu, ninakuruhusu wewe Mungu, Mungu wangu, Mungu niko ambaye niko, ninakujengea madhabahu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Mimi Kristo nikiwa na akili zangu na kupokea wewe Mungu uliye hai na mwana wako Yesu Kristo moyoni mwangu, maishani mwangu, na kupokea na kujengea madhabahu moyoni mwangu, na kujengea madhabahu kwenye nyumba hii, kwenye mji huu, kwenye familia hii, kwa damu ya Yesu, 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 na kukaribisha kwa damu ya Yesu, na kukaribisha kwa damu ya Yesu, na kukaribisha kwa damu ya Yesu. Nafungua malango yetu, nafungua malango yetu, malango ya mji huu tunafungua ili wewe upate kuingia, ili wewe uingie mioyoni mwetu, uingie maishani mwetu, uingie kwenye uchumi wetu, uingie kwenye fikra zetu. Tunakukaribisha, tunakukaribisha kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Shika sadaka yako mtu wa Mungu, sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, kwa sadaka hii ninajenga madhabahu yako ndani ya familia yangu, kwa sadaka hii ninajenga madhabahu ya iliyo hai ndani ya familia yangu, kama ambavyo babu zangu, wazazi wangu na watu wa familia yangu walienda kwa waganga, wakatoa sadaka, wakatengeneza madhabahu za kipepo kwenye familia yetu. Usiku wa leo na mimi Mungu wangu nimetengeneza madhabahu yako ndani ya familia yangu, na nanyanyua sadaka hii, sadaka ya agano, ya kwamba wewe ni Mungu wangu, ninatengeneza madhabahu ndani yangu, ndani ya familia yangu, kwa sadaka hii. Neno lako linasema ukatafuta mtu ukakosa, ukatafuta mtu atakayesimama ili alitengeneze bomu. Usiku wa leo kwa sadaka hii ninakubali kuwa mmoja wapo wa watu Bwana utakaowatumia kwa ajili ya kutengeneza bomu, ya kutengeneza familia yangu. Kwa sadaka hii nimekubali kwenda na wewe, ingia kwenye familia yangu katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu, tumekupa sadaka zetu, tunatengeneza madhabahu ya Mungu wetu uliye hai kwenye familia yetu. Tunakataa madhabahu za kiganga, tunakataa madhabahu za kichawi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Usiku wa leo Bwana Yesu, ingia kwenye familia zetu, ingia kwenye nyumba zetu katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Basi mtu wa Mungu, utatuma sadaka yako kwenye namba 0716052202. Ninarudia tena, utatuma sadaka yako kwenye namba 0716052202. Na wewe mtu mwingine, kama una changamoto yoyote,
basi utatuma jina lako au utatupigia kwenye namba 0655108869. Narudia tena, ukiwa na changamoto yoyote, unahitaji maombi, unahitaji maelezo, utatupigia kwenye hizo namba 0716052202 au 0655108869. Mtu wa Mungu, leo wote tumefanya sala ya Bwana na tumemkaribisha Bwana Yesu kwenye mioyo yetu. Kwa hiyo wewe uliyesema yale maneno umeokoka na Mungu akubariki. Lakini mwingine ambaye unasema nataka kurudia hayo maneno, sema maneno haya usiku wa leo. Sema, Bwana Yesu, usiku wa leo ninakupokea moyoni mwangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Amen. Kwa kusema hivyo umeokoka na utatutumia jina lako kwenye hizo namba ambazo tumezitaja kwa jina la Yesu Kristo. Amen.